tunajua leo hii tunafanya majaribio ya uwanja wetu wa ndege. Matazamio yako baada ya majaribio haya ni nini kama mwananchi wa Sumbawanga? Kwanza kabisa sisi tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu kwa kuona kuwa kuna haja kubwa sana ya kujenga airport hii Sumbawanga mjini, ikiwa ni center. Sisi tupo katikati ya Kongo, tupo katikati ya Zambia. Kwa hiyo tunapunguza zile kutoka hapa kwenda Mbeya, kutoka kwa Rukwa kwenda Katavi kwa ajili ya kupanda ndege. Tunaamini hili jambo litaenda kufufua mkoa wetu kiuchumi, lakini kimaendeleo. Rukwa ambayo tuko nayo sasa hivi, tunaamini ndani ya miaka 2-3 ijayo tutakuwa Rukwa nyingine ambayo itakuwa ni ya hali ya juu sana, kwa sababu uchumi wetu utakuwa umekua, lakini uchumi wa vijana kiujumla utakuwa umeongezeka, maana uwanja huu tunaamini unaenda kufungua fursa mbalimbali hasa kwa sisi vijana wa Tanzania, lakini vijana wa mkoa wa Rukwa na wilaya ya Sumbawanga mjini. Labda pengine kwa haraka swala la upatikanaji wa abiria wa ndege katika mkoa wa Rukwa, kwa kama mwenyeji ambaye umeshakaa, mtizamo wako katika hilo ukoje? Abiria tupo, sio kwa wapo, abiria tupo. Kilichokuwa kinatupa ugumu tu ni kuwa inatakiwa tutoke hapa tupande basi tufike Mbeya, tupande ndege kuruka Dar es Salaam, lakini abiria tupo. Maana na uhakika katika safari 2-3 ukifika airport ya Mbeya, airport ya Katavi, lazima ukutane na wakazi wa Rukwa wa kutosha. Kwa hilo linatuhakikishia kuwa abiria wapo, na hata ukiangalia mkoa wetu ni mkoa upo katika tatu bora za kilimo. Kwa wanunuzi wako wengi, wauzaji wako wengi, wafanyabiashara ni wengi. Kwa tunaamini wafanyabiashara watasafiri, sisi wananchi wa kawaida tutasafiri, vijana hasa, maana tuna hamu nayo hiyo. Tunasubiria hapa tutajie nauli ni kiasi gani, basi leo kesho tuanze kupaa kuelekea mikoa mbalimbali ya nchi yetu Tanzania. Asante sana. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji wa Nesa Online TV, tunaendelea kuzungumza na Watanzania ambao wameshiriki katika hafla hii ya majaribio ya uwanja wa ndege. Mimi naitwa MMI na hii ni Nesa Online TV. Tunaendelea kuwakilisha vyema, kuhakikisha kwamba tunakumulikia kile ambacho kinafanyika hapa. Tunaendelea kuzungumza na Watanzania ambao wako maeneo haya. Kubwa zaidi ni kujua ni nini ambacho kinafanyika. Tuende kwa mwingine naye pia atuambie maoni yake, mtizamo wake ni upi kwa hicho ambacho kinafanyika. Twende. Naam mkuu, habari ya usiku. Salama, habari unaendeleaje? Kwema. Unajisikiaje kwanza kushuhudia hafla ya majaribio ya uwanja wa ndege wa Sumbawanga? Kwanza sio kujisikia, ni zaidi ya kujisikia, kwa sababu leo hii nikiangalia ni jinsi gani ambavyo ndoto hii tulikuwa nayo, na leo ndoto hii inatimia. Mimi kama agent mkuu katika mkoa wa Rukwa wa usafirishaji wa safari zetu za anga, najisikia furaha sana, kwa sababu ni ndoto ambayo tulikuwa tunaitegemea siku nyingi, na tulikuwa tukipambana katika hali ile ngumu tulikuwa nayo ya mwanzo ya uwanja katika kutimiza ndoto yetu ya usafirishaji. Tulikuwa tumeanza na kampuni changa katika uwanja ule mbovu, kampuni za Auric Air, Precision na zingine zile ambazo zilijitokeza kuja katika mkoa wetu. Tumekuwa tukifanya nao kazi katika mazingira magumu sana, lakini leo hii ndoto ya kubwa ambayo tulikuwa tunaitegemea naona inakuja kutimia. Leo hii tuko hapa tunategemea kumpokea mwali ambaye ilikuwa ni ndoto kwa Sumbawanga. Labda pengine tukirejelea katika swala lako la kuwa wakala wa huduma za anga, labda wimbi kubwa na changamoto kubwa na wasiwasi kwa Watanzania wengi, hususan wakazi wa Sumbawanga, kwamba kuna changamoto kwamba abiria wenda watakuwa hawako katika ile hali ya mwitikio mkubwa, kwa ndege zinaweza zikawa hazifiki huku kwa sababu ya upatikanaji wa abiria. Wewe ukiwa kama wakala, ni changamoto gani ambayo umekuwa kukutana nayo na ya wanarukwa kuhitaji uwanja wa ndege ukamilike? Kwanza ni kutoa hofu, ndugu mtangazaji, kuhusiana na wanarukwa. Wanarukwa hii ilikuwa ni ndoto yao siku nyingi, kwa sababu mimi kama agent kwa siku nilikuwa nina uwezo wa kukata tiketi 15, nikipungua na kata tiketi 10 kwa ndege ya Air Tanzania kwa wale abiria ambao walikuwa wanasafiri umbali wa kilomita 345 kutoka Sumbawanga kwenda kupanda ndege uwanja wa Songwe. Sasa abiria hao walikuwa wanatumia private, kuna wale ambao walikuwa wanatumia mabasi, lakini ni abiria ambao walikuwa wanaonyesha uwepo kama ndege itakuwepo katika mkoa wetu, wanaweza wakatumia. Kwa hiyo ni kutoa hofu tu kuhusiana na swala la abiria. Abiria wapo, na kitu kikubwa ambacho nataka nikuhakikishie, watu walikuwa wana kiu hii, walikuwa wanaisubiria kwa muda mrefu. Hakuna biashara isiyo na changamoto. Changamoto ipo, na hata katika ndege ile ambayo tulikuwa tumeanza nayo ya Auric Air, ilikuwa nauli yake ilikuwa ni 692,000 kwa abiria mmoja kutoka Sumbawanga mpaka Dar es Salaam, lakini ilikuwa inafanya vizuri kama ilikuwa ina uwezo wa kuondoka kwa mara 3 kwa wiki, na siku zote inatoka imejaza abiria 16. Kwa hiyo kwa reti hizi za Air Tanzania na uhakika ndege itafanya vizuri. Sawa. Labda pengine sasa neno lako kwa
wa shirika la ndege Tanzania kuhusiana na hicho ambacho leo wanatarajia ukifanya nilipo? Kwanza niwapongeze kitu cha kwanza, na niwatoe hofu kwamba biashara watafanya biashara, kwa sababu sisi kama maagent tupo nyuma yao kuhakikisha kwamba tutatafuta abiria, tutawafuata abiria popote walipo. Mkoa wa Rukwa tumejaliwa, tuna vivutio vingi, tuna mbuga za wanyama, tuna maporomoko ya Kalambo Falls. Hiyo ni sehemu ambazo tunategemea kwamba tutapata watu watakao kuja kwa ajili ya kuja kuangalia hivyo vivutio. Hapa jirani Mbizi Forest tuna ndege wekundu ambao ni adimu katika Afrika. Hao wote tunategemea kwamba tutapata watu ambao watakuja kutangaza vitalii hivyo. Asante sana. Asante sana. Asante. Na mtazamaji wa Nesa Online TV, tunaendelea kuzungumza na Watanzania ambao wako hapa, lakini kubwa zaidi tunaendelea kuona fursa namna gani zinaendelea kutanuka. Uwanja wa ndege umekuja na fursa, uwanja wa ndege umekuja tofauti na vile watu walikuwa wanazania, na hapa tutakuwa tuna mwingine. Hawa ni wadau wa hela. Naam, na hapa tuko na mmoja kati ya watu wa msingi sana ambao wao ni watu wa hela. Ukisikia hela, hapa ndio nyumbani kwa kina hela. Mambo vipi? Kwanza unajisikiaje kwamba leo hii utakuwa ni miongoni mwa washiriki wanaoshuhudia hafla ya majaribio ya kiwanja cha ndege cha Sumbawanga? Kiukweli najisikia vizuri sana. Unatamani nini moyoni mwako? Ni nini ambacho wewe unakitamani? Ninachokitamani, natamani fursa ziwe nyingi. Kuna sehemu ya precision hair, ukiwa umeshapata zile namba za kurepia unajaza, una confirm, unapata ile tiketi. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba moja kati ya watu ambao watanufaika na uwanja huu direct ni watu wa CRDB Bank, kwa maana ya kwamba wanawasogezea wananchi huduma ya kukata tiketi wakiwa na app ya CRDB. Ndio, wanapata vizuri na wanapata risiti vizuri sana. Yaani nina furaha sana na tamani vijana wengi, hii ndio fursa. Hii ndio fursa kutumia, yani tuseme fursa nyingi kwenye uwanja wa ndege. Kuna biashara, vitu vingi lazima ufanye. Vitu vingi. Labda sasa pengine tunarejea katika uzinduzi wa uwanja wa ndege. Tunajua hapa kutoka kuna mataifa mbalimbali ambayo watashuka hapa, watu kutoka mikoa mbalimbali watakuja hapa, na wote watakapokuja hapa watahitaji kupata labda huduma za kifedha. Labda nyinyi kama sasa CRDB mna mpango gani kuhakikisha kwamba mtu anayeshuka airport ya Sumbawanga atapata huduma za kifedha kutoka kwake? Naomba niweke wasiwasi kwamba huduma za kifedha watazipata, kwa sababu kwa sasa hivi tupo nchi nyingi, tupo Kongo, tupo Dubai, tupo Burundi, yaani huduma watazipata, na hata kama ni mtu wa nchi tofauti akiwa na ile application anaweza kufanya miamala. Okay, labda pengine narejea kwenye swala la app ya kukata tiketi za ndege kutokea kwenu. Sasa mtu ambaye anatakiwa kukata hiyo tiketi ni mtu wa namna gani? Labda lazima awe na kadi ya CRDB au ni hata mimi nikiwa na app yangu tu naweza nikakata tiketi? Hapana, application unatakiwa ukiwa na ile kadi ya CRDB unaunganishwa sim bank. Ukishaunganishwa sim bank una download app inaitwa sim banking application. Ukishakuwa na ile sim bank application kwenye kadi yako, na mimi kwenye account yako unaweza kuwa na pesa. Ukiwa umekata sasa, kuna zile namba. Ukiwa na app pia ya precision ya ndege kule, watakupa zile namba na utakuja kuzijaza kwenye app. Hapo utakuwa umemaliza. Asante sana. Haya, nashukuru. Asante. Na mtazamaji wa Nesa Online TV, leo hii tunaendelea kusababisha. Hapa tulikuwa tuko na wakala wa hela, yani nyumbani kwa kina hela. Tulikuwa tunazungumza naye hapa, ametuambia fursa ambazo zinapatikana kwenye benki yao ya CRDB kwa maana ya ukatishaji wa tiketi na kadhalika, masuala ya huduma za kifedha. Lakini hapa tunaendelea kuzungumza na wananchi, tunataka tujue tu matamanio yao ni nini kutokea hapa Rukwa baada ya kiwanja hapa baada ya kukamilika kwa kiwanja cha ndege. Hapa tuko na TANESCO. TANESCO, shirika kubwa Tanzania, wakata umeme na wawasha umeme. Mambo vipi? Safi, mambo poa. Niko poa. Kwanza umeme upo? Umeme upo kama unavyoona hapa, pamefana, pamependeza, ni kwa sababu ya umeme. Tunajua moja kati ya security kubwa ambazo zinatumika katika viwanja vya ndege zinatumia masuala ya umeme. Je, Mtanzania ambaye anakufuatilia na kukutizama anatamani kufahamu, je, uwanja wa ndege umeme utakuwepo kwa asilimia ngapi? Kwanza ukiangalia huu uwanja wa ndege, kadi ya umeme wake ulivyopita, ni line ambayo inajitegemea, na ni line ambayo imejitegemea kuhakikisha kwamba eneo hili la uwanja umeme upo masaa 24
pale abiria wanapopata huduma zao, basi wakati umeme unaendelea. Na pia ukiangalia ndani hapa kuna vifaa au mitambo mingi ambayo inahitaji umeme. Kwa hiyo kwa jinsi ya umeme uliokuja hapa ni umeme wa uhakika kwa 90%. Okay. Labda sasa pengine kwa huduma zenu nyinyi kama TANESCO, tunadhani sasa baada ya kukamilika kwa uwanja huu wa ndege, pengine Watanzania wa mkoa wa Rukwa wategemee maboresho yapi katika zile huduma zenu za utoaji wa umeme? Kwanza utaangalia TANESCO kitaifa, kimkoa na mpaka hapa wilayani Sumbawanga, utaangalia yapo marekebisho mengi ambayo yanafanyika, na ni hususan upande wa huduma za wateja au huduma kwa wateja. Tuna vituo vyetu vya miito ambavyo vinafanya kazi kwa masaa 24 ambavyo vinatusaidia kuelewa changamoto za wateja ziko wapi ili kuweza kuzifanyia kazi. Lakini pia hata ukipita kwenye mitaa yetu, kwenye mitaa ya watumiaji wa umeme, utaona tumefanya marekebisho ya kudumu, marekebisho mazuri. Na ukiangalia pia katikati ya mji hapa Sumbawanga, utaona badala ya kuweka zile nguzo za miti tumeweka nguzo za zege. Zile zinasaidia kuepusha hitilafu za umeme za mara kwa mara ambazo zinaweza kutokea katikati ya mji. Kwa ni moja ya marekebisho ambayo yanafanyika ndani ya mkoa wetu wa Rukwa, lakini ndani ya manispaa ya Sumbawanga. Okay. Kuna Mtanzania ambaye yuko mikoa mingine, mfano Mwanza, Morogoro, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, tunaona ni miji ambayo imeendelea. Ukienda airport zao zinapendeza, lakini pia ukienda kwenye miji yao inapendeza. Tunajua moja kati ya vitu ambavyo vinapendezesha miji nje na wawekezaji, lakini pia hata TANESCO wanachangia katika kuhakikisha muda wa usiku mji unang'aa muda wote. Nyinyi kama TANESCO sasa katika mkoa wa Rukwa hususani Sumbawanga, Watanzania watakaokuwa wanakuja wanashuka hapa watarajie nini hususan muda wa usiku? Ya matarajio yetu ni kama tulivyosema, sisi tunapenda Watanzania wote hasa wa mkoa wa Rukwa na hasa sasa ndani ya manispaa, kwa sababu naamini tutakuwa tunapokea wageni mbalimbali nyakati tofauti. Kwa niaba ya meneja wa TANESCO mkoa wa Rukwa, anataka kuhakikisha Watanzania wote wa mkoa wa Rukwa wanapata umeme kwa masaa 24 ili kutokukwamisha shughuli za kimaendeleo ambazo ziko ndani ya mkoa wa Rukwa na viunga vyake kwa ujumla. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Nesa Online TV, tunaendelea kutembea tukihakikishia kwamba watu wanaendelea kuzungumza, watu wanaendelea kufunguka kutokea hapa. Mimi naitwa Masanga na ni Nesa Online TV. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook, Instagram pamoja na YouTube.